Kosa hili linafanywa na watu wote, aidha ana changamoto ya kisukari ama hana changamoto ya kisukari. Na kosa hili ni lile ambalo nyakati za usiku anajikuta anakula sana, yani unakula chakula kingi sana nyakati za usiku. Yani kama ni sahani ya wali, sahani kweli kweli mtu anakula, lakini kama ni sahani ya ugali, ugali kweli kweli mtu anakula. Sasa hii kwa mgonjwa wa kisukari sio nzuri sana, kwa sababu inaweza kuhatarisha afya yako. Lakini pia asubuhi lazima sukari yako itakuwa high tu, kwa sababu umekula chakula kingi. Alafu wakati mwingine unajikuta kwamba mtu amekula chakula hiko, lakini pia amekula muda ambao umeenda kweli kweli, kuanzia saa 4 usiku, saa 5 hapo, saa 6 ndo nakula chakula kama hicho. Sasa haya ni makosa kwa mgonjwa wa kisukari, lakini pia haya ni makosa kwa wewe ambaye pia hauna changamoto ya kisukari, kwa sababu unatengeneza generation ya kuwa na kisukari hapo baadaye. Inawezekana isiyo wewe ama ikawa familia yako, kwa sababu watu wataishi kwa mazoea, wataishi kama vile ambavyo walikulia walipokuwa wadogo. Kwa kama umewazoesha kula sana, kula chakula kingi nyakati za usiku, hasa vyakula vile vya wanga, ni kwambie tu kuwa utahatarisha afya zao, kwa sababu changamoto ya kisukari inaweza isiwaache salama. Rekebisha mtindo wa maisha, rudi katika kiwango ambacho ni sahihi. Usiku kwa wale ambao wanaweza kumanage afya zao zizidi kurudi katika hali ya kawaida ama kuweza kuondokana changamoto ya kisukari, usiku ni vizuri sana kutumia protini pamoja na mboga za majani, kwa sababu hizi zitakusaidia sana mgonjwa wa kisukari ama ambaye una changamoto ya kisukari kuweza kukurudisha au kukaa katika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Hakikisha umeshare video hii kama hakikisha umeshare video kwa watu wengi sana inaweza kuja kujifunza kuhusu changamoto za kisukari, lakini pia hakikisha umefollow akaunti ya Gluco Mizani kupata tips nyingi zinazohusiana na ugonjwa wa kisukari.